Kulikuwa na msichana aitwaye Sofia, mrembo wa sura na tabia, aliyeishi katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na mito. Alikuwa na ndoto kubwa za maisha ya kifahari, magari ya kifalme na maisha yasiyokuwa na shida. Wakati huo alikuwa na mpenzi aitwaye Ramso, kijana mnyenyekevu mwenye mapenzi ya dhati, lakini masikini kupindukia. Alifanya kazi ya kuchoma mkaa na kuuza sokoni, akihangaika kumudu hata milo ya siku. Ramso alimpenda Sofia kwa moyo wake wote. Alimwahidi kwamba licha ya umasikini wake, siku moja angemjengea maisha bora kwa jasho lake. Lakini Sofia hakuwa na subira. Alitamani maisha ya haraka, mavazi ya bei, simu za kisasa na likizo za hoteli za kifahari. Siku moja alikutana na Jay, kijana wa mjini alijifanya tajiri mwenye magari, pesa na maneno matamu. Jay alimpeleka Sofia kwenye hoteli, akampa zawadi, akamvisha nguo za bei na kumwahidi maisha ya kifalme. Sofia hakufikiria mara mbili, alimkataa Ramso na kwa dharau akamwambia, mapenzi hayawezi kulisha njaa, nenda ukatafute pesa ndipo unirudie. Ramso alilia, lakini hakumzuia. Akamwombea maisha mema na akaendelea na kazi yake ya mkaa. Sofia akaolewa na Jay. Kwa muda mfupi maisha yakaonekana kama ndoto. Alizoea maisha ya mjini, shopping ya kila wiki, saluni kila siku na safari za kila mwezi. Walizaa watoto 4, mmoja baada ya mwingine, lakini taratibu Jay alianza kubadilika. Alianza kurudi usiku wa manane, akawa na wanawake wengine na hatimaye akaondoka kabisa, akiwaacha Sofia na watoto bila hata shilingi mfukoni. Nyumba aliyokuwa akiishi ilitaifishwa kwa kukosa kodi. Akajikuta akihangaika mtaani akiwa na watoto wake, hana chakula, hana mavazi na hana pa kulala. Watu waliokuwa marafiki zake walimkimbia. Sofia alianza kuuza mandazi barabarani ili awalishe watoto wake. Alijuta sana, akamkumbuka Ramso, kijana aliyempenda kwa dhati licha ya umaskini wake. Siku moja akiwa sokoni kuuza mandazi, alimwona Ramso. Sasa amebadilika, mwenye duka kubwa la mbao, gari lake na maisha ya utulivu. Alikuwa amemwoa mwanamke mwingine na walionekana kuwa na familia yenye furaha. Sofia alibaki ameduaa, macho yakiwa yamejaa machozi. Akasema kwa sauti ya chini, laiti ningejua thamani ya mapenzi ya kweli, ningesubiri. Lakini majuto hayasaidii baada ya muda kupita. Sofia alijifunza somo la maisha. Tamaa huzaa majuto na mapenzi ya kweli ni ya thamani kuliko mali ya muda. Majuto yanamponza. Baada ya kumwona Ramso sokoni, Sofia alisita kwa muda. Moyo wake ulipiga kwa hisia mchanganyiko, fedheha, huzuni na majuto makubwa. Alitamani ardhi ifunguke immeze. Ramso alimwangalia kwa jicho la huruma, si la chuki. Aliwaona watoto wake wakishika mikono ya mama yao, sura zao zimejaa njaa na uchovu wa maisha. Ramso alimsogelea polepole kwa sauti ya upole akasema, hujambo Sofia, mambo yamekuwa magumu? Sofia hakujibu. Alitetemeka na macho yakamwagika machozi. Kisha alijikuta akisema, Ramso, naomba unisamehe. Nilijua maisha ni pesa. Sikujua kuwa mapenzi ya kweli ni kinga ya maisha. Ramso alimtazama kwa ukimya. Akavuta pumzi na kusema, mimi nilishajifunza kukubali yaliyopita. Sikukubali kwa mali, bali kwa matumaini. Lakini sasa nimeoa na maisha yamesonga mbele. Sofia alinywea, lakini Ramso hakuwa mtu wa kinyongo. Alimsaidia Sofia kupata kazi ya uhudumu kwenye duka lake na aliwahakikishia watoto wake mlo wa kila siku. Hata hivyo, hakuweza kurudisha penzi lao. Alimsaidia kama binadamu, si mpenzi wa zamani. Siku zilivyosonga mbele, Sofia alifanya kazi kwa bidii. Alianza kubadili maisha yake pole pole. Alijifunza kushona nguo na baada ya muda akafungua kibanda chake kidogo.
Ingawa hakupata tena mapenzi ya Ramso, alipata heshima, hadhi na nguvu mpya kama mama. Alikubali makosa yake na kuapa kuwafundisha binti zake kuwa mwanaume si gari wala hela, bali moyo, tabia na maono ya kweli. Wakati mwingine aliwaona Ramso na familia yake wakipita, alitabasamu kwa uchungu, lakini ndani ya moyo wake akiwa mwenye amani. Alijifunza kuwa maisha ni somo lisilokoma na kila chaguo lina bei yake. Mwanga baada ya giza. Miaka miwili ilipita tangu Sofia aanze kazi ya kushona nguo. Kibanda chake sasa kilikuwa duka lenye jina lake, Sofia Styles. Alijulikana kama mama jasiri, mwenye bidii, asiyechoka. Alikuwa mfano kwa wanawake wengi waliotelekezwa, waliovunja moyo na waliokata tamaa. Siku moja alialikwa kwenye kikundi cha wanawake waliopitia changamoto za ndoa na maisha. Kwa sauti ya utulivu lakini iliyojaa hisia alisema, nilijifunza kuwa mwanamke anapaswa kujijenga kabla hajajenga penzi. Nilidhani pesa ni jibu la maisha, kumbe moyo wa dhati na heshima ndivyo misingi wa heshima ya kweli. Mkutano huo ulimfungulia milango. Taasisi nyingi zilianza kumwalika kutoa mafunzo ya ushauri kwa wanawake. Hakuwa ni yule Sofia tena wa jana aliyemkataa Ramso, bali Sofia mpya, mama mlezi, mshauri na mfano bora wa mwanamke aliyeinuka kutoka mavumbini. Katika moja ya semina hizo aliyekutana na mwanaume aitwaye Thomas, mjane aliyepoteza mwanamke wake kwenye ajali miaka mitatu nyuma. Alikuwa mpole, mwenye heshima na maadili, na zaidi ya yote alimpenda Sofia jinsi alivyo, mwanamke jasiri, mwenye historia lakini pia mwenye matumaini mapya. Walivutana taratibu kwa mazungumzo ya heshima na uelewano. Thomas hakumtaka Sofia kwa sababu ya uzuri wake au hadithi yake ya kusikitisha, bali kwa sababu aliona thamani yake ndani ya upendo wake kwa watoto, moyo wa kusaidia wengine na maono ya maisha ya kweli. Mwaka mmoja baadaye, Thomas na Sofia walifunga ndoa ya heshima ya watu wachache, lakini iliyojaa furaha ya kweli. Watoto wa Sofia walimkubali Thomas kama baba wa pili. Ramso alikuwepo kwenye harusi hiyo kama mgeni wa heshima, na kwa tabasamu alisema, sasa umejifunza kwa macho ya ndani, si ya mali. Sofia alitabasamu kwa utulivu. Aliushika mkono wa Thomas na akajua kuwa safari yake ya mateso haikuwa bure. Ilikuwa daraja la kumpitisha kwenye maisha ya hekima, heshima na upendo wa kweli. Kama bado hujajiunga na familia yetu ya Gifted Heart, tafadhali ujiunge kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notifications au taarifa pindi tutakapokuwekea simulizi au taarifa mpya.